Ndugu wanasemina, sisi halmashauri ya manispaa ya Moshi ama jimbo la Moshi mjini, awamu hii inakwenda kuanza tarehe 16 na tutakwenda kuhitimisha tarehe 22. Tuna siku 7 za kwenda kuhakikisha tunawafikia wananchi wote na wananchi wote wanafika kwenye vituo vyetu ili kuweza kuboresha taarifa zao. Tuna vituo 30 vinavyopatikana kwenye kata zetu 21. Mnaweza mkajiuliza kwa nini tuna kata 21 lakini tuna vituo 30? Zipo kata kutokana na takwimu za sensa zina watu wengi zaidi. Hivyo tume imelazimika kuweka kituo zaidi ya kimoja. Tuna kata moja ya Bomambuzi na vituo 3, lakini tuna kata 7 vina vituo 2. Kata hizo ni Korongoni, Longuo B, Njoro, Pasua, Mji Mpya, Miembeni na Soweto. Kata hizi 7 kila kata ina vituo 2. Isipokuwa kata ya Bomambuzi ina vituo 3. Na hii ni kutokana na wingi wa watu waliopo kwenye maeneo haya. Na kata zingine zilizobakia tuna vituo 1 kwenye kila kata. Imani yangu ni nini? Kupitia vituo hivi ambavyo vimewekwa, tutakwenda kuhakikisha kwanza tuna jukumu la kutoa elimu kwa sisi wasimamizi wa kata. Tutakwenda kutoa elimu na kuhakikisha watu wetu wanajitokeza kwa wingi kwenda kuboresha taarifa zao. Imani ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haitamani kumwacha yeyote mwenye sifa. Kila mwenye sifa akapata haki yake ya kidemokrasia ya kuboresha taarifa zake ili aweze kupata haki ya kupiga kura. Hivyo ni jukumu letu, nitoe rai kwenu wasimamizi wetu wa kata kufanya elimu hii ikawafikie wanamoshi wote. Lakini tumia fursa hii pia kuishukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tumepokea maafisa habari na timu kubwa ya hamasa ambayo leo itazunguka maeneo yote yenye mikusanyiko mikubwa ndani ya manispaa yetu ya Moshi. Itatoa elimu na kuwaelimisha wananchi wetu kuona namna gani kuna umuhimu wa kwenda kuboresha taarifa zao. Ndugu wanasemina, nyie wote mlishiriki kwenye zoezi hili awamu ya kwanza. Mnakumbuka shida kubwa tuliyopata zile siku 2 za mwisho. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri ni kwamba aidha wananchi wetu kwa kutofahamu walipuuza kwa makusudi zoezi hili wakati wa mwanzoni, wakiamini kule mwishoni watakwenda kuboresha taarifa zao. Mambo yakawa tofauti, siku 7 zimeisha, kuna vituo tuliandikisha mpaka saa 6 kamili. Ilipofika saa 6 dakika 1 tulilazimika kusitisha kwa mujibu wa maelekezo ya tume. Sasa niwaombe sana. Ni imani yangu watendaji wetu wa kata hamtatuangusha. Tukawashirikisha watendaji wa mitaa, tukawashirikisha waheshimiwa madiwani, tukawashirikisha viongozi wa dini kuhakikisha tunatoa elimu kila mmoja ifikie kwamba wakati ni sasa na usisubiri kesho. Ndugu wanasemina, ni imani yangu kwamba tutakwenda kufanya zoezi hili kwa spidi ili kurahisisha uandikishaji au uboreshaji wa taarifa za wapiga kura iende kwa haraka. Kwa sababu afisa mwandikishaji usipokuwa na spidi utatusababisha sisi kuchelewa kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Mafunzo haya pia yatafanyika kwa vitendo jinsi ya kutumia vifaa vilivyomo ndani ya BVR kit kuandikisha wapiga kura. Lakini pia namna ya kujaza fomu zinazotumika katika zoezi hili. Ni matumaini yangu kuwa baadhi yenu mmewahi kushiriki katika shughuli mbalimbali za tume ikiwemo hii ya uboreshaji wa daftari. Kwa kutumia uzoefu mlionao, mafunzo mtakayopatiwa, ni matarajio yangu kwamba kazi hii tutakwenda kuifanya kwa weledi na kwa ufanisi wa hali ya juu. Aidha, mawakala wa vyama vya siasa wataruhusiwa kuwepo katika vituo vya kuandikisha wapiga kura. Jambo hili ni muhimu kwa kuleta uwazi katika zoezi zima, lakini pia kusaidia kutambua wapiga kura wa eneo husika. Hivyo kupunguza kutokea kwa vurugu zisizokuwa na lazima. Mawakala hawatakiwi kuingilia katika utendaji wenu, kwani uamuzi wa mwisho wa kuandikisha au kukataa kumwandikisha muombaji katika kituo ni la muendesha kifaa cha biometric na mwandishi msaidizi. Na viongozi wa vyama vya siasa wamepewa elimu na wataendelea kupewa elimu namna gani wanahusika kwa namna moja au nyingine katika majukumu haya. Hivyo wataelimishwa mambo ambayo wao hawaruhusiwi kuyafanya au kuyaingilia katika zoezi hili la uandikishaji na uboreshaji wa taarifa za wapiga kura. Msisitizo wangu kwenu, ili tusiharibu zoezi hili, ni kuzingatia sheria
kanuni na taratibu na miongozo iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mwisho kabisa, naomba niendelee kuasisitiza kuhakikisha tunafungua vituo hivi kwa wakati. Kwa mujibu wa ratiba yetu, vituo vitafunguliwa saa 2 kamili na kufungwa saa 12 kamili. Ni matumaini yangu kwamba sitarajii kupita kituoni nikamkuta afisa mwandikishaji ameacha kituo amekwenda kutafuta chakula sehemu nyingine. Sisi wote ni watu wazima. Tafuta utaratibu wa namna gani utaweza kuletewa chakula chako katika kituo chako ili usipoteze muda wa kufanya kazi hizi. Sio, tunaelewana eh? Kwa hiyo nisisitize kuzingatia muda ili tusitoe nafasi na kuwanyima fursa wananchi. Kwa sababu muda huu uliotolewa ndio muda wa mwisho. Hakuna muda ambao tutapata fursa ya kurekebisha mapungufu ambayo yatajitokeza. Kwa hiyo imani yangu tutakwenda kuwagusa watu wote kwa namna moja au nyingine. Ndugu zangu wajumbe au ndugu zangu washiriki wa semina hii, mbele yetu tuko na mgeni rasmi ambaye ni afisa mwandikishaji wa jimbo la Moshi mjini, dada yetu Mwajuma A. Nasongo. Mimi binafsi nipende kama mwenyekiti wenu kutoa shukrani kwake kwa niaba yenu kwa kusimamia vizuri mchakato mzima wa zoezi hili. Nakumbuka mwaka jana tarehe 11 hadi 17 2024 nilifanya zoezi kama hili, naenda kulifanya hapo karibu, na alisimamia vizuri na manispaa yetu ya Moshi ifanye vizuri. Na leo tumerudi tena wale walioteuliwa kuja katika nafasi hii na kushiriki mafunzo haya, maana yake mmeaminiwa na afisa mwandikishaji wetu ana imani kubwa sana na kundi hili. Kwa hiyo nawaomba sana wajumbe, twende tukalinde hiyo imani aliyotuonesha afisa mwandikishaji, tukafanye kazi kwa weledi uliokuka. Kwa hiyo tuweke akili yetu hapa, tuhakikishe tunaenda kufanya kazi hii vizuri ili basi manispaa yetu ya Moshi ionekane kweli imefanya kazi vizuri, na hii Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ione kwa kuna watu wako manispaa ya Moshi hata tukiwatuma kazi zingine wanaweza kufanya vizuri zaidi na zaidi.